na watu wanatenewa gari kaendelea na msafara. Sasa nimelipokwenda kuliokota. Kumbe na huko ndani ile kitu yake ile siwalimika fikini kama yale ya nani. Kama yale ya nani ya pikipiki. Ndio. Ikawa ndani hakuna kitu. Basi mimi nikaweka kofia langu ili lisiniumize huko. Kama wakati wa mvua kama sasa hivi. Kichwa hakinyeshewi. Ya sina silowani au lowani. Sasa uone kama hii nimevaa na jaketi langu nimedondoka. Nikiweka kama jaketi kama hili ubunifu silowani. Utalowana wapi sasa? Labda suruali tu. Lakini wanavaa wakati wa mvua tu. Tumemzika mabibi yetu jana. Bwana Mungu amweke mahali pema peponi. Lakini nani sasa hivi nani anaweza kufika umri wake? Wao walikuwa waliambia hata wasidie kabisa. Umri wake ni mkubwa sana. Nasikia 90 ngapi? Angalau wewe unaweza kufika huko sababu si unaelekea wewe huko. Je, sisi hatujafika hata miaka 40 tutafanyaje? Angalau wewe unaelekea huko. Unaelekea sasa hivi 80 na kitu Mimi 80 sijafika. Niko 78 bado miaka miwili kwa 80. Sasa si unaelekea mimi ambaye 40 sijafika. Niko njiani. Mimi ambaye 40 sijafika. Ila sasa maradhi yamezidi. Maradhi yapo lakini maradhi ya ovyo. Maradhi ninaona angalau kwa nyie ambao mmevuka miaka 40 50. Maana wewe kama wewe kuwa na pressure au kisukari unajua ni ngumu sana kulingana na shughuli ambazo ulizokuwa unazifanya. Sasa kama mimi nilikuwa na pressure sasa tena nikapata hii tezi dume. Na tezi hayo yote ni maradhi ya magonjwa yale ambayo wanasema ni sugu. Yanatibika bwana. Haraka. Yanatibika bwana mzee wangu. Wapi? Sababu Kikwete alipata rais yule. Hiyo tezi dume. Mbaya asikukojoa kila usiku ulajeti. Ni mbaya lakini sasa nilikuwa naamka kila wakati kwenda chooni. Nikachoka. Ikabidi niweke chupa ndani. Chupa ikawa naamka pia naenda kumwaga. Nikaona ni kazi. Ikabidi niweke galoni lita 3. Sasa hebu angalia usiku kucha hadi mpaka asubuhi. Kila saa kuamka utalala usingizi kweli. Mpaka lita 3 inajaa. Wanasema kwamba hayo ni magonjwa ambayo yanapata watu wenye umri mkubwa. Si ndio hayo sasa nakwambia ndio anatuandama sasa tukai. Lakini nafikiri hatutakaa. Nafikiri ungekuepa mkakati wa kupima mara kwa mara. Upime sasa hata kusaidieni na wakati ni mgonjwa litibiki. Hapana, nani alikwambia litibiki? Linatibika bwana. Maana litibiki bwana, mimi nimeenda paka sana Mwenge kule. Mwenge wakaniambia natakiwa niende nikapasuliwe wakafanyia operation ndogo. Kuna sijui wanatoa nini. Na watu wengi waliofanywa operation hawakai. Kushafanywa operation basi. Wale ni bahati nasibu. Wale ni wale ambao nakuta wamefikia mwisho mpaka wamezidiwa kabisa. Mimi nakumbuka mchungaji wangu alikuwa nayo, alitibiwa akapona. Nafikiri ilikuwa ni mwaka 2014. Sio hospitali lakini. Walimpeleka Bugando. Labda si naona sasa. Ni hospitali. Sasa hivi mzee sasa hivi wataalamu ni wengi. Mimi nimebatisha dawa ya kienyeji. Sasa nimeona nafuu kabisa, si amka ile kila mara sana. Ndio. Maana kiboko yake nimepewa dawa. Siku ile tu nimekunywa basi kuisha kabisa. Kwa usiku naamka mara 3 tu basi. Na mchana labda mara 4 basi. Sio ile kila saa. Alafu mkojo ulikuwa unatoka unauma. Hautoki wote na baki. Mwisho sasa na mwaka kama kawaida kama wakati ule. Ila break sasa inakuwa. Usipowahi kutoa haraka unajikojolea sio. Suruali na ruana kabisa. Break ya Umeona wewe ni mtaalamu bwana. Umeona sasa kiatu kilivyo. No problem. Bwana hii ya kwako bwana. Asante, Mungu akubariki. God bless you. Hiyo ya kwako. Thank you. Sasa God bless you. Sasa
maana mvua ilipokuwa inapiga sana matope, nikasema sasa acha hii iniokoe. Iniokoe kwenye matope. Ndio. Sasa kumbe nikapata athari ya matope yale, yana maji yanaingia huko. Kwenye nyozi huko alikuwa katika. Nikaosha, nikasema ngoja tu niweke tu ndani madamu mvua imesha nani. Inatusaidia sana mzee wangu. Lakini shawaka uzi hivyo na bana haiwezi kuingia maji tena. Wala haiwezi. Haiwezi kuingia tena maji. Mvua hizo zinaingia mwishoni hizi. Hizo za mwisho. Lakini imenyesha sana. Safari hii pamoja sio ya mafuriko, lakini mimi kwangu naona imenyesha vizuri. Ila maharage hatuna. Ani sehemu zote. Maharage hatuna. Sababu maharage pia ni tunasema ni kama mboga nyingine tu. Cha msingi basi tupate na hayo mahindi. Lakini kikubwa ni ugali bwana. Ugali unaweza ukabadilishia na aina nyingi za mboga. Mboga tutapata tu kama ni mboga. Ndio. Si kitu sana. Lakini wanawake unajua wanapenda sana kitu hicho. Wakikosa maharage hawana raha. Ndio kahawa yao. Ndio. Unajua wana shida yake, anasukuma wanake maharage, wanakuta wanaume hawahangaiki na mambo ya maharage. Yule bibi ambaye amezikwa. Nasikia kuna mtoto wake ambaye alifanya namna gani shamba, alicheketa shamba hapo. Sijui kama aliweza kuja kumzika. Ule ni mjukuu. Kumbe ni mjukuu. Ule ni mjukuu. Ndio alifanya ile namna. Nayo asizani asubutu kuja. Sasa unakuta wazee kama nyinyi. Maana ile shamba yule aliyenunua hajaruhusiwa kulimiliki. Sasa atakuja yule. Hawezi akaja. Lakini huko nafikiri alijisikia vibaya sana. Kutokuzika bibi yake. Sasa uhuni ndio faida yake ndio hiyo. Sasa unakuta wazee kama nyie mmeshatupatia, amekosa baraka mingi. Mfano kama wewe hapa, kila mmoja umeshampatia haki yake. Sasa unakuta sasa mwingine anamuingilia. Si hata kama wewe umeondoka, si unajisikia vibaya huko ulipo. Kabisa. Kabisa. Vijana ni balaa. Uhuni ni kitu kibaya sana. Kabisa. Malipo yake ni hapa. Bila kuongea. Unafanya uhuni wake, hela amekula katoroka, na mwenye kumuuzia sipewe shamba. Haruhusiwi kulimiliki. Ni mamilioni hapo. Sijui alichukua 25. Ndio aliyemuzia. Nasikia nilikuwa 25. Na aliuza, hata babake alikuwa hana habari. Mazingira haya bwana, mimi nimeyapenda. Naona na kuku hapa bwana. Haya mazingira hata mwenyewe nimekurekodi hapa, ukijiona utaona mazingira ni mazuri. Wacha bwana. Kumbe hivyo hapo umeshika hivyo una sasa ngoja nikate alafu nikuonyeshe uone mazingira yako bwana jinsi yalivyo mazuri. Alafu hao ambao wanasema witchcraft ni wakina nani hao bwana? Asante sana. Wanastahili viboko, si ndio? Asante sana.